Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe sana kokote kule mliko watu wa Mungu. Naitwa Jabali wa Vita, kanisa la Sauti ya Uzima na Uponyaji. Mimi ni mchungaji as a prophet. Kuna maneno ambayo yanayozungumzwa katika mitandao. Kuna mzee mmoja ambaye ni baba yake na kaka yangu, anaitwa John Mwakibete. Huyo mzee anaitwa Mwakibete, yuko pale Makumbusho, nyuma ya kituo cha daladala, stendi kuu ya daladala ile ambayo yuko pale Makumbusho. Nyuma yake kuna mzee kule. Mzee alituita akatuambia hivi: wanangu wote wawili na waonyeni leo, kuweni na kuelewa ni mahala gani pa kuzungumziwa neno, na hilo neno linafaa mahala gani, na hilo neno linatakiwa litoke wapi, na hilo neno linatakiwa lizungumuzwe kwa muda gani, saa ya kuzungumuzwa hiyo neno, na mahala pa kuzungumzia hilo neno. Sio umekaa na watoto wako alafu naongea neno la chumbani unaliongelea hadharani ambapo kuna watoto ama kuna watu. Hili ni jambo ambalo sio nzuri. Kwa hiyo ninanukuu maneno aliyoongea watu wawili baada ya Gwajima, Apostle Gwajima, Bishop Josephat Gwajima na Hananja. Maneno aliyomjibu Apostle Bishop Josephat Gwajima kumjibu Hananja kwamba yeye amezaliwa Usukumani, amefundishwa kuto kumpiga mnywa pombe, mlevi, na mzee na mgonjwa, na akasema kwamba hivi vyote vitatu huyu mchungaji Hananja anavyo. Inawezekana akawa sawa, anaweza akawa sawa akawa navyo, kwa sababu ukiangalia kimoja mimi ninachokifahamu kwamba huyu mzee amekuwa mzee Hananja. Lakini mzee Hananja naye amesema kwamba Gwajima ametoka kwenye msingi wa neno. Sio Gwajima tu peke yake, ya watumishi walio wengi tumetoka kwenye neno na misingi ya Mungu. Kwa sababu huyu mchungaji Hananja pamoja na uzee wake wote anasimama madhabahuni anasema, nyinyi, wewe mwanamke, wewe mama, rudi kwa mume wako. Angalia maziwa yamekuwa yameanguka. Maziwa yameanguka kama parashishi. Rudi kwa mume wako. Na watu wapo kanisani wanashangilia. Huyo mtu amekuwa comedian. Ameshatoka kwenye neno la Mungu. Hana neno. Vitabu vingi kichwani havikusababishi wewe kuwa na neno kichwani.